Moja kati ya fans wangu ambaye yeye amenicheck TikTok anaitwa Madison, amenicheck na kusema ya kwamba habari ya kazi kaka, najua uko busy sana na majukumu yako ya kila siku. Of course niko busy lakini si sana kihivyo kushindwa kumjibu Madison. Ila naomba unipe elimu kidogo kuhusu soundbars zenye maneno haya optical na coaxial. Je, matumizi yake yakoje? Na hiki ni kitu ambacho inawezekana una soundbar nyumbani kwako unakuta kuna optical alafu kuna coaxial. Sasa umesha kujiuliza optical inakuaje ama coaxial inakuaje? Karibu sana. Mimi naitwa Snash na naomba nikwambie moja kati ya soundbar ambayo ukiwa nayo lazima utakuta hivi vitu ni kama utakuwa na soundbar ya Hisense. Of course Hisense wana soundbar nzuri sana na wanahakikisha pale ambapo unachukua soundbar wanakupa option nyingi sana. Utakuta kuna aux, kuna HDMI ARC, kuna coaxial, lakini pia kuna optical cable. Sasa hizi zinakuaje na zinafanyaje kazi? Na kabla sijakwambia kuhusiana na optical na coaxial, lazima nitaongezea hapo na HDMI ARC. Inakuaje pale ambapo unakuta HDMI ARC na ukiamua kuconnect na kutumia inakuaje? Ukiwa unataka kutumia HDMI, kwanza elewa HDMI kirefu chake nini. HDMI ni high definition media interface. Hii inaruhusu kuweza kusafirisha vitu ambavyo vina quality kubwa. Mfano, unakuta kuna soundbar unaambiwa ina Dolby Atmos, kwa maana ya kwamba inakupa nafasi ya kuweza kupata ile experience ya sauti ya sinema. Lakini sasa Dolby Atmos huwezi kuipata hivi kama usipotumia HDMI, kwa sababu HDMI ndio ambayo inaruhusu kusafirisha ile quality kubwa ya audio. Kwa hiyo unachofanya ni kuchukua waya wa HDMI, utaconnect katika soundbar yako, utachukua kwenye soundbar na utaconnect katika TV. Lakini sasa HDMI ukiconnect kwa kupitia ARC, kwa maana ya soundbar na TV, inafanya kitu kimoja. Yani TV na soundbar vinafanya kazi azifu, ni vitu ambavyo vina act sehemu moja, kwa sababu inakupa ruhusa kwanza ya kuweza kucontrol ile soundbar kwa kutumia tu remote ya TV, kwamba ukitumia remote ya TV ukiweza kuongeza sauti katika TV na katika soundbar pia inaongezeka. Lakini pia unaweza kutumia remote ya soundbar kuweza kucontrol katika TV. Lakini pia hii inakupa ruhusa ya kuweza kupata experience ya sauti ambazo zipo katika quality kubwa kama vile Dolby Atmos. Na hii ndo maana ya HDMI ARC. Sasa pale ambapo unakutana na optical ni waya ambao pia unaruhusu kusafirisha mawimbi ya sauti. Katika TV yako ukiangalia nyuma unakuta kuna sehemu kuna port, lakini ile port ndani inawaka rangi nyekundu. Hiyo ndo optical cable. Na hata waya optical wenyewe ulivyo, jinsi ambavyo ulivyo, ukichomeka tu kama ukiconnect katika TV, upande wa pili utaona pia unawaka taa ya rangi ile nyekundu. Sasa jinsi ambavyo ilivyo optical cable, ukiconnect optical cable TV na soundbar, sauti katika TV inakatika kabisa. Kwa hiyo remote ya TV hata ukiongeza sauti katika TV ifanye kazi, sauti yote inahama kutoka katika TV inakuja katika soundbar. Na ubaya wa optical ni kwamba huwezi kupata experience ya vitu kama Dolby Atmos, kwa sababu ile ni sauti, tuna sauti katika TV na katika moja kwa moja. Kwa hiyo unapata experience ya sauti ambayo ipo, haitokuwa na lose zozote, lakini kuna baadhi ya vitu huwezi kupata kwa sababu optical hairuhusu kuweza kusafirisha mawimbi hayo ya sauti kama Dolby Atmos. Na hivi ndio jinsi ambavyo optical inafanya kazi. Unapokuja katika coaxial, sasa coaxial hii inaweza kusema ni omega level, ama hizi ni level nyingine kabisa, kwa sababu coaxial hii ni electrical cable ambayo inaruhusu kusafirisha high frequency signal. Na coaxial haitumiki katika sauti peke yake. Umeona waya ambao unatumika ule wa antena zamani kutoka katika kingamuzi unatumika katika TV, sasa ile ni coaxial pia. Na coaxial jinsi ambavyo imetengenezwa, ndani kuna wire core, lakini pia ina shield wire kuhakikisha kwamba kuna vitu havipotei kabisa. Coaxial hutumika kusafirisha video, lakini pia kusafirisha audio data. Sasa jinsi ambavyo inatumika coaxial katika soundbar ama katika TV, hii inatumika katika sehemu moja tu. Chukulia mfano una TV yako ya Hisense na nyuma kuna port pale ya coaxial, na unahitaji kupata sauti ambayo kwanza haitopotea hata kidogo, lakini pia sauti ambayo itakuwa na power kubwa. Unajua kuna kitu kinaitwa watts katika speaker. Sometimes tunakuta tunatumia lakini hatupati zile watts maximum. Kama ni watts 700, hatupati 700 kwa sababu ya vitu ambavyo tunatumia. Uipi nafasi sauti kuweza kufunguka katika kiwango chake. Sasa inawezekana ni mtu ambaye una amplifier nyumbani, unataka connect na TV yako, basi hapo ndo unatumia coaxial, kwa sababu coaxial inaruhusu kusafirisha high frequency signal pasipo kupoteza kitu chochote. Kwa hiyo utachomeka kwenye TV na katika amplifier unaweza kuamplify sauti ya kwenye TV iweze kusikia katika amplifier na speaker zingine kwa kutumia coaxial. Na kama utatumia pia coaxial kutoka katika TV kwenda katika soundbar, hii inakusaidia kuweza kusafirisha sauti ambayo haipotezi chochote, kwa sababu coaxial inasafirisha nguvu kubwa sana na kuna electrical signal pia zinasafiri pale. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kinaweza kupotea katika
sauti. Mara nyingi watu ambao wanapenda kuangalia sinema, watu ambao wanapenda kufanya editing kwa kutumia hizi speaker za pembeni huwa hawapendi Bluetooth connection, kwa sababu pale ambapo unatumia njia ya wireless kuna kitu ambacho huwezi kukipata. Kwa mfano, ukiwa unafanya editing kwa Bluetooth tu kawaida, unakuta sometimes sauti ina lag, inapishana na mdomo wako ama inapishana na jinsi ambavyo unaangalia ile movie, kwa sababu kuna signal ambazo zinapotea. Lakini ukitumia HDMI, ukitumia optic ama ukitumia coaxial, utaona sauti haiwezi kupotea kwa sababu inasafiri moja kwa moja kwa njia ya waya. Na coaxial unaweza kusema hii ni baba lao, data ambazo zinasafiri ni kubwa zaidi kulinganisha na hizi waya nyingine. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa. Kama kuna swali unaweza kaweka comment yako hapo chini. Unapata wapi TV yenye coaxial ama soundbar ambayo ina coaxial ama ambayo ina optical ama HDMI ARC? Hisense ni moja kati ya brand ambayo inazalisha product ambazo zina hivyo vitu ndani yake. Soundbar, ukipata soundbar ya Hisense, ukipata TV ya Hisense utaenjoy katika maximum level kabisa. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snash. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notifications za habari kutoka kwangu.